Rakum, piga bega, piga. Hadhara yetu tumeanza Ijumaa, lakini kuna jambo ambalo lilitokea Ijumaa, lazima tuliseme hapa, jambo ambalo limetufurahisha sana. Ijumaa tulisema tukamzuru shekhe wetu, Sheikh Juma Hassan Pondo, ambaye ndio shekhe wetu, mlezi wetu, mwalimu wetu, aliyetutengeneza tukawaona ina Sheikh Muhammad bin Ayub na wengineo. Tulipokuwa tunakwenda kumzuru baada salatu al-Jumaa, tumefika pale maziarani. Taajabu tukawakuta watoto wa shekhe wako maziarani wanatusubiri. Alafu hatakuwa nao na mawasiliano yoyote. Sisi tumetoka hapa na bajaji zetu 9 tukamzuru shekhe wetu, tunakuta damu ya shekhe kwa kaburi na tusubiri. Wakiwa wote, akiwepo mwenyewe Hassan na Ali na wengineo. Kwa leo katika hadhara yetu tumempata Sheikh Juma Hassan Pondo. Tunaye hapa kijana wake wa kwanza wa kiume, Ustadh Hassan Juma Pondo. Tunaye hapa mwalimu wetu huyu wa kipekee. Kwa hiyo wasiomuona ambaye hawakubahatika kumuona Sheikh Juma Hassan Pondo,
basi watamuona kijana wake kwa heshima ya kipekee kabisa. Mwalimu wangu niombe usimame utoe salamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Na juzi ameacha kazi zote, alikuwa ni manager wa Shell, analipwa hela nyingi, lakini akamuota Sheikh akamwambia acha kazi zako zote, fanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi hafanyi kazi yoyote, ameacha. Sio kwamba labda amefukuzwa, wale waliokuwa wamempa kazi ya kufanya wanamlilia, lakini yeye ameamua kuacha. Sasa hivi anafanya kazi ya baba yake, na ndivyo alikuwa baba yake. Baba yake alifungua hoteli iliita Shawali. Baada ya kufungua ile hoteli Shawali, ikawa tena hapa uziki kitu, watu wanakwenda pale, Sheikh mimi njaa inauma, anapewa donati 3. Sheikh mimi njaa inauma, anapewa sahani ya wali. Sheikh mimi sijala, mpaka inafika jioni Sheikh ameuza shilingi 200. Akabadilisha biashara Sheikh, akanunua Diana Clipper, gari moja ilikuwa ya blue inakwenda Sepuka, akaipaki pale inakwenda Sepuka. Sheikh anasimama pale kompole sana, Sheikh tikweli nauli nankia baba panda. Anakuja watoto wanapanda gari yote hawajalipa nauli hata. Sasa Sheikh anakosa ile ya mafuta, anakopa ile mafuta gari na Sepuka. Ya Allah, akaona Sheikh haifai. Sheikh akaanza kupeleka mbuzi Dar es Salaam, akanunua mbuzi wengi sana. Akachukua gari ya baba yangu Juma Ihucha, alikuwa na Scania AK1 na kipi nyekundu, wakiwa na mzee Bondo. Akaenda akachukua gari ya mzee wapeleke mbuzi Dar es Salaam. Sasa akapakia mbuzi takriban wamejaa gari zima. Wakafika sehemu moja inaitwa Kibaigwa, mbuzi walikufa wote. Sasa aliporudi Shekhe, sasa aliposema, akasema sasa hapa hii kazi sitaki. Shekhe akaamua kukaa kusomesha mpaka uhai wake, Shekhe akiwa anasomesha. Kwa hiyo Shekhe amefuata sunna ya baba yake, tumuombe Mwenyezi Mungu ampe nguvu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na walimu wengi hapa, nikiwataja kwa kuwasimamisha na wafahamu tu, tuseme itifaki imezingatiwa kwa walimu wote. Ni Sharifu Sahibul Maqam huwa anapenda vitu vifuatavyo. Huwa anapenda sana kabla yeye ajisema aseme kidogo, hapo yeye ndio aseme. Lakini kabla sijawaashiria ambao watakosema, sema kitu kimoja. Usiposema utasemewa. Kwa nini hadhara hii? Hii hadhara hii kwa nini? Kuna watu wengi wanatuuliza sana hii hadhara. Enyi wajukuu wema wa kipenzi cha Manani, kuwapenda ni lazima, kuwapenda ni lazima, katuwaru amini. Enyi wajukuu wema wa kipenzi cha Manani,
hali zake wa thamani, walinda kila mahali, hali zake wa thamani, walinda kila mahali, unakupenda hakika Sayyidi Jafari, upendo unapokuka wewe kwetu ni fahari. Mwambie mwalimu jazakallahu khair. Umeufanyia kazi vizuri sasa Sheikh. Mwambie mjiri wetu jazakallahu khair. Walimu wote wa Singida nafikiri turidhike na kuwakilishwa na khadimul ilmi huyu. Maiki hizi naomba nipeleke moja kwa moja kwa Sheikh Bashiri, dakika 5 kutoka Arusha, na wao utawakilisha wageni wote waliotoka. Karibu. Huyu pia ni mwanashamsia. Huyu ni mwanashamsia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza kabisa tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha mimi na wewe tuko katika mawanja ambayo anataja mawanja hayo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Islam, kwanza kabisa ni taadhima ya mimi kusimamishwa mbele ya sharifu wetu mkubwa kabisa, lakini kisa kimoja tu, na sisi huwa tumepata baraka za masharifu kwa baba yake. Alikuwa anakuja pale Invinei, mimi nasoma Invinei kwa Sheikh Al-Musawa Hussein Hashim. Alikuja sharifu siku 2 kabla ya Ramadhani. Alikuja pale anatufundisha kitabu kimoja kinaitwa Nasaihu Dinia Al-Haddad. Lakini katika kufundisha huko sisi tukatolewa pale ndani na Sharifu Said Hashim Al-Musawa, sema njoeni, sio kusoma, njoeni mpate baraka. Nyinyi hamwezi kusoma, kwa hiyo mtu ni mkubwa, njoeni mpate nini? Baraka tu. Kwa hiyo na mimi nimetasharafu sana na bwana wetu mkubwa huyu Ihucha, mimi pia kuwa ni katika hao ambao wanasimama mbele ya masharifu. Alijuaje kama mimi nimefundishwa na Haddad, kitabu cha Al-Haddad kama unakijua, na Nasaihu Dinia. Na siku moja pia mara ya pili akaja akatufundisha Lamiyatul Af'al ya sorfa hiyo. Na pia tukaambiwa njoeni hapo mpate baraka. Ubeti moja tu akatufundisha Sheikh Muhammad Said al-Bir. Kwa hiyo mkatoona sisi pia na sisi tumekunya sharabna minhum, yani tumekunywa kwa wao kitu kidogo tu, lakini tukae na maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, wanasema kwamba al-alimu ya'rifu al-jahila li'annahu kana jahila. Mwalimu anamjua mtu mjinga kwa kwamba yeye alikuwa mjinga. Wal jahilu la ya'rifu al-alima li'annahu lam yakun alima. Na mtu mjinga hawezi kumjua mwalimu kwa sababu yeye hakuwa mwalimu. Nimefugia haya maneno bracket ili kile moja aende. Kwa nini nasema na hayo? Mtu mjinga siku zote hawezi kujua nani? Mwalimu. Ile mwalimu anajua mtu kwa sababu yeye alikuwa nani? Ignorance alikuwa hiyo. Sasa tufanyaje? Lakini kwa maneno bwana Muhammadin kwamba na unajua walimu ni kina nani au hawa masharifu ni kina nani, Mtume Muhammadin anasema kwamba khairu nas wa khairu man yamshi ala wajhi al-ardi al-muallimun. Bora ya watu, sikia, bora ya au mbora wa watu na mbora ambaye anafaa kutembea na wabora ambao anafaa kutembea juu ya uso wa dunia au juu ya ardhi ni walimu. Yani sikiza Sheihucha, yani mbora wa watu pia na mbora wa watu ambaye au ubora wa watu
ambao wanafaa kutembea katika ardhi ni nani? Al-muallimuna. Ni nani? Ni walimu. Kwa sababu gani? Li'annahum kullama khaluqa dinu jaddaduhu. Kwa kwamba walimu kila itakavyoharibika dini wanaifanya upya. Kwa nini? Angalia kama mwalimu Mbucha alivyosema, alikuja hapa Sabasaba kulikuwa hakuna chochote. Amesema kulikuwa na vitu vingine. Wala ndio unajua ni vitu gani vilikuwa ndani yake. Yaani kulikuwa na nyoka, kulikuwa na miainge, sasa hivi hakuna. Hapo kuna nini? Kuna nuru. Ndio maana kama kulama khalaqu dinu jadadu. Kila itakavyoharibika dini walifanyaje? Wanaifanya upya. Wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaykum salaam. محمد أحمد نبي محمد يا شفيع القيامة نور سلام عليك أحمد نبي محمد أحمد نبي محمد يا شفيع القيامة نور سلام عليك أحمد نبي محمد يا شفيع القيامة نور سلام عليك أحمد نبي محمد أحمد نبي محمد يا شفيع القيامة نور سلام عليك أحمد نبي محمد أحمد نبي محمد يا شفيع القيامة نور سلام عليك أحمد نبي محمد الله أحمد نبي محمد يا شفيع القيامة نور سلام عليك يا رافع السماء نور سلام عليك أجب لنا عليك نور سلام عليك وخاتمة الختام نور سلام عليك صلاة بتمامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Nimeambiwa nisimame nitoe shukrani kwa baraka na sharifu Mwenyezi Mungu atikile la kheri. Umetuombea dua inshallah Mungu atikile la kheri katika mji wetu. Ni vizuri ndugu zangu, tunaambiwa tupendane. Si kweli? Sheikh kasema hapa, unamchukia baba yako, unamchukia mwalimu wako, utaingia utapataje radhi wewe? Swala hapa mimi nimesimama, mimi ni toroli la kupeleka maji. Lazima niseme ukweli, mimi ni toroli. Toroli ukibebea maji, ukimaliza maji ukilitupa halina thamani. Swala wala nabii. Hili nalisema uchukie. Mtume aliendewa, ya Rasulullah, hakika kijana wetu ameiba. Akawambia mkono gani? Wa kulia. Tunaomba si tulipe ngamia zote sikatwe mkono. Mtume akawauliza, ni kweli? Naam. Mkono gani? Wa kulia. Naam. Akasema, laiti mngenijia mkasema Fatuma binti Rasuli ameiba, katumia mkono wa kulia, sio Fatuma katwe mkono. Walimu wangu mnasoma hapa hivi, Samia anatoa shukrani. Samia rais wa nchi anatoa shukrani. Si kuna watu? Lazima niseme kweli, mwalimu wenu Yucha nimemleta mimi hapa. Swala ala nabii. Hamunijui, nasema wewe ni mtu gani?
mwalimu wenu Hucha nimemleta hapa mimi katika kusoma madrasa, ni mwanafunzi wa 7 nimempokea mimi, nikampeleka Sheikh Mapolo. Swala ala nabii. Sasa nijitangaze mchukie. Kama ni wapi nimeanza kumtoa mimi pale aanze kutoa mawaidha. Tukamleta hapa kwenda kusoma Tanga, kaja kwangu niombe twende kusoma Tanga. Amunijui. Swala ala nabii. Baada ya mchukie ile sharifa ya leo. Imam Shafii alipata radhi kwa shekhe wake. Wanasomeshwa kila wakaja watu watatu. Shekhe, tumekuja tumetumwa na wazee katika mji Namu. Kuna mwanamama amekufa mjamzito, lakini mimba inacheza, tufanye nini? Shafii akasema, Shekhe akasema nendeni mkapige pige. Baadaye Shafii akamwomba shekhe wake kwa heshima, tumbo lina nyuma, akawakimbilia, jamani simameni. Naam, shekhe amesema nawaomba radhi. Leo mnavaa majobe na mashekhe. Mwalimu aliyekusomesha alivyomjui mmejaa na atulie hivyo hivyo nafasi yake hiyo. Kwa tutakwenda kumpata Sheikh Salum Chima. Sheikh Salum Chima juzi mliambiwa mmeshakuwa mashehe, sio maustadhi tena. Muondoke kwenye ustadhi mje kwenye ushehe. Singida mashehe wameshakufa, ndio nyinyi mashehe. Msianze kutuzingua, tutawazingua. Tumefika mahali tunapokuwa tunawatumia mfano nyinyi ni mashehe. Kwa tunapo hapa hizi mic mjue nyinyi ni mashehe. Sheikh Mahami yuko wapi? Sheikh Shabani Mkanga yuko wapi? Sasa nyinyi ni mashehe. Sasa mfika mahala mtufanyie kazi za kishehe. Na majukumu haya ndugu zangu tunakuwa tunawapa, tupeni faida. Msiwe mahala, yeye mwenyewe Sheikh Salum Chima huwa anapenda kusema, tupeni faida. Kuna mawaidha ya awam ya watu wote. Msitueleze masuala ya hususia, mnatueleza hapa. Tusaidie kitu sisi. Watu wametoka Kondoa, wametoka Chemba, wanataka faida. Unje kutueleza masuala ya hususia. Haya pelekeni huko. Masuala ya awam, watu wanataka wapate faida, umma huu upate faida. Umma unahitaji faida. Umma unahitaji kuongozwa. Mnakuja kutupa, tunawapenda nafasi, mnaweza kutueleza masuala ya hususia. Unafanya nini sisi? Hawapelekeni huko, tuna haja nayo sisi. Umma unaharibika, umma unaoza, maadili yameharibika. Vitu viko hovyo, unapewa mic unaongea upuzi. Sio kwa na maana, haitakani mambo haya. Sasa tukiwapa nafasi za kishehe msifanyie kazi kishehe. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqta illa faraja Allah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sharifu lakini pia pamoja na mashekhe wote mliohudhuria, Sheikh Hamisa hapa, imamu wangu, lakini walimu wote na wanafunzi wenzangu. Mimi nimesimama kuwakilisha walimu wenzangu, lakini nikiwa ni kwa njia tu ya kutoa salamu. Mbele ya Sharifu sisi haturuhusiwi kutia neno lolote. Lakini la kwanza nimpongeze ndugu yangu Sheikh Muhammad Hucha, namna ambavyo alikuwa anaelezea hapa Sheikh Juma Hassan Mpondo. Maanake mimi nimpongeze tu kwa kazi kubwa anaifanya. Kazi ya kukusanya watu kama hawa si kazi ndogo, ni kila mwaka. Lakini tangu nimefahamu, mimi nimelelewa naye Sheikh Muhammad Hucha kwenye madrasa yetu ya Tawfik. Nimelelewa pale. Na bahati mbaya sana kama nimemtangulia umri, labda mimi nilikuwa nasoma darasa la asubuhi lile, lakini yeye anasoma darasa la saa 10 akiwa anasoma shule ya msingi. Nimepatia, nataka niseme hivi ili ujue, maana mimi naongea na wanafunzi wenzangu sasa, siongee na Sharifu. Mimi nasoma darasa la asubuhi, bali nimemaliza shule ya msingi. Yeye anakuja darasa la saa 10 yuko shule ya msingi. Ili uone Sheikh Muhammad Hucha namna ambavyo ameanza kufanya kazi hii toka ndogo, amekulia katika mambari hizi.
lakini baada ya kumaliza akajiunga asubuhi. Kwa hiyo yeye umri wake wote mpaka leo, maana kila kipira la mwangalia kidogo kuna mji kadhaa ninaanza kuzihesabu zipo kwenye ndani yake. Sasa nikaanza kuona Sheikh Muhammad Dewji toka mdogo anahangaika na mambo haya mpaka leo umri umefikia hapa. Mwenyezi Mungu akutumie ujana wako vizuri. Mtu anaulizwa amshabadi fima abela, ujana wake aliuchakaza kwenye nini? Sasa nadhani inawezekana kwenye swali hilo wewe ukatushinda sisi, maana yake ujana wako umeuchakaza katika mambo haya. Lakini pia Sharifu, tuwapongeze sana kwa kazi kubwa mnaifanya. Mimi najua mnatoka mbali sana, toka mbali mnatufuata sisi watu wanyonge wa kiwango hichi, lakini kwa kufuata sunna ya mzee mwenyewe Sheikh Muhammad Al-Gindi. Mimi nakumbuka wakati tuko wapili Sheikh Muhammad Al-Gindi alizungumza hilo na wanafunzi wenzangu, ili kuna kitu akichukua ni kwamba Sheikh alikuwa na kila hasa Ramadhani, sisi tulikuwa tunampata tukiwa Tanga pale hata Santa Shamsia kwa Sheikh Muhammad Al-Gindi kila Ramadhani anakuja. Lakini kila kitu ambacho tulikuwa tunakishangaa sana walifadhili Sumwa ni kwamba Sharifu alikuwa akifika, maana yake Ramadhani siku kulikuwa kuna tafsiri ya Qur'ani Jalalain pale, tafsiri ya Qur'ani. Sasa akifika maana yake siku hiyo hatoi tafsiri Sheikh, hata wakati wa zama za Sheikh Muhammad yuko hatoi tafsiri Sheikh, atamwachia yeye, ila cha kuchukua wanafunzi wenzangu. Maana yake unajua hivi, utafika mahali utasema upewe utwali kwanza, alafu ndio useme, yani utafika Sheikh umefikia sehemu gani utwali, alafu uihudhurishe darasa. Yeye alikuwa akifika ana kamsafu chake kale kadogo amekaweka kwenye mfuko. Akifika pale alikoishia Sheikh ndiko yeye ataanzia. Waliwashi kujenielewa. Hashiki Jalalaini ana kamsafu kale kadogo anafunwa alikoishia Sheikh. Hata walimsalimu yuko wapi? Walimsalimu pia aliwahi kuambiwa na Sharifu hivi, unapotaka kusoma Qur'ani usianze kuchagua ni aya gani utakuwa haufanyii haki. Fungua popote ndio anzia soma Qur'ani. Ni Sharifu huyo. Sasa popote pale anaanzia pale alikoishia Sheikh, lakini siku hiyo akiwa anamjia Sharifu na wala hawataki sasa basi katika ada yao. Kwa hiyo hadhara hii ndugu zangu ni hadhara ya kitarikhi, ni hadhara ya historia, lakini itakuwa ni mchoa fadhila alipomtaja mzee Abubakar. Sharifu alipokuja ile mara ya kwanza alilala nyumbani kwake. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulipolala kwa huyu bwana, kesho yake asubuhi mzee Churi akatoa gari yake, tukamchukua Sharifu mpaka Igunga. Ndio maana sisi tukiwa na Sharifu unaondoka mpaka tunapoondoka ni sunna ya baba yake. Wewe Mwenyezi Mungu atubarikie mambo haya, ayadumishe.